Githongori wamenichagua mara ya pili kuingia bunge la taifa. Na wananiita Mathe. Ukiniangalia hivi naona mimi ni Mathe. Na kama Mathe niko very, niko swa, niko te, niko mwa. Thank you very much. Mimi nilikuwa nataka kufika hapa. Naomba unisikize. Nilikuwa tu naomba Mungu nifike hapa. Nione hawa watu wa mwanya sana ambao walituchagulia mjumbe ambaye ni shupavu, anaguruma bunge, tunamuangalia, na ni yeye tu ambaye alisimama kidete wakati rais alikuwa hapa maneno ya sukari. Akasema maneno ya sukari ni maneno ya wakulima, na akasema tawe. Ni nani alileta hiyo jina? Nani alisema tawe? Nani alisema tawe? Ako sawa hako sawa? Nionyesha hivi, ako sawa hako sawa? Sijaona ako sawa hako sawa. Wacheni niwaambie, nilikuwa nataka nikuja niwaone. Niwaambie mko na bahati sana kupata kijana kama huyu mheshimiwa wenyu Bwana Jack. Huyu mheshimiwa ni chairman wa komiti ambayo inalinda mali yenu kule bunge. Na ni kijana ambaye mimi naheshimu. Wengine wamekuja hapa wamesema wao wanataka mtundu, yani wanataka mume. Mimi mume wangu anaitwa Robert na ni rafiki ya Waboka sana. Walisoma pamoja na wamekuwa marafiki miaka yote. Kwa hivyo nikikuja hapa nimekuja kuvisit kwa mafamilia, marafiki wa familia yangu. Si niko nyumbani? Niwe nakuja tena na tena. Mimi kule Githongori nilisema maneno ya story imeisha. Yule mama ambaye alisainia President William Ruto makaratasi yake ili apatiwe tikiti ya chama ya UDA asimame kama rais, ni vota wangu kule Githongori. Huyu mama ni mama boga, anauza soko kule Kangagi Market, Kiambu Town. Aliwekwa kwa magari magurudumu, akapelekwa, kampeni ikaisha. President akaingia State House, mawaziri makaingia kwa ofisi, mama huyo boga wangu wa kutoka Githongori akaachwa kwa mataa. Saa hii huyo mama hana stock hata ya kurudi kwa soko pahali alikuwa anauzia. Mimi nikakasirika, nikasema shaigana, ikitosha imetosha. Nikasema sitaingia kwa hiyo mjadala wa kudanganya raia. Nikasema nitasimama kidete. Wakaleta finance bill, nikasema no. Nikaletwa ingine ya nyumba, nikasema no. Wakileta ingine ya kuwanyang'anya wananchi haki yao, nitasema tawe. Niko na ruhusa yenu? Niendelee nisiendelee? Unajua wamama wanaambiangu hawataki, hawajui siasa. Sasa sisi hatujui siasa, lakini ile kidogo tunajua kuna wimbo tulikuwa tunasema story. Tunangojea mtu aendelee. Hizi story za kupanga kutenga tumechoka. Story iishe, kazi ifanywe. Story iishe, kazi. Nataka kusikia story, kazi. Sasa tunataka kukota minyororo. Tumerudishwa kwa minyororo ya kodi. Wewe mkulima ambaye leo Wamboka ameletea ng'ombe, ile imenitoa Githongori nikuja nione vile Wamboka anafanya, ndio niende nikafanyia wakulima wangu kule Githongori, sababu sisi wa Githongori ni wakulima wa maziwa. Ukipewa hiyo ng'ombe leo, serikali inakungojea. Ukienda uipatie nyasi na uipatie chumvi itoe maziwa, 5% ya hiyo maziwa serikali inakungojea. Kule kwetu Kiambu tunalima kahawa, 5% ya mapato yetu ya kahawa serikali inangojea. Tunalima ng'ombe, maziwa yetu 5% tukiuza
tunagojewa na serikali. Sasa niulize, serikali ilipanda avocado trees? Ni wewe umepanda ama ni serikali? Ng'ombe ni wao wanapea nyasi ama ni wewe? Chumvi ni wewe unapea ng'ombe na kuku na nguruwe? Alafu serikali inakutia wapi? Nyinyi msikubali kuuziwa uoga. Mshikilie wale wajumbe ambao wanawatetea kwa sababu ni haki yenu. Na nataka kuwasihi tafadhali, huyu mheshimiwa wenyu wa Boka amejoin team ground hii ya kina Wamchomba na Caleb Hamisi. Sisi tumechaguliwa mara ya pili bunge, wa Boka amechaguliwa mara ya kwanza. Zile vita atapigwa na serikali, na waomba mshikilie kijana wenyu. Mtamshikilia kijana wenyu. Nataka kusikia mtamshikilia kijana wenyu. Akiitwa mwizi, mjue wizi ni wao. Wanamrushia kwa sababu wanajua Wamboka amekuwa mtu wa kutetea maneno ya wananchi wa chini. Mimi nililimwa. Wakakuja kwangu na helicopters. Wakaweka watu kwa stadium. Lakini nashukuru wananchi wa Githunguri. Walisema hiyo skirt walichagua. Hiyo ndio wanapea heshima. Wakasimama na mimi, wakaniombea, wakaniweka nguvu na wakasimama kidete. Ndio maana niko hapa siku ya leo. Mtashikilia mjumbe wenyu? Mtamuombea? Asanteni sana. Sasa minyororo tumerudishwa ya kodi lazima ikome. Minyororo ya kuachwa bila madaktari lazima ikome. Minyororo ya kutopewa pesa ya watoto wetu ya capitation kwa mashule yetu lazima ikome. Minyororo ya kuuziwa fertilizer guzi, ile bolea ya fake lazima ikome. Minyororo ya kufukuzia watoto wetu hawa vijana wakiitwa vijana vuguvugu lazima ifanye nini? Tataka tuimbe wimbo na nyinyi. Tuseme tukate. Kata, kata. Kata, kata. Kata nyororo kata. Kata nyororo kata. Kata ya kodi. Kata ya kodi. Kata, kata, kata. Mtakata? Lakini kwa sababu nyinyi ndio mlianza hiyo maneno ya tawe hapa na Waboka wenu, nataka mniambie kama utasema sisi wote. Ndio nikirudi kule Githunguri Kiambu niwaambie kule Bumula wamesema tawe. Hata mnasemanga aje? Hata mnasemanga aje? Kuwekewa kodi ni nini? Kupigwa rara ni nini? Kuwekewa bora ya gushi ni nini? Kutolipiwa pesa ya basari wakati inafaa ni nini? Mmesema tawa yote. Wamama hai. Wale wamama wamekuwa hivi kama mimi siku moja hivi, mnajua nasema nini? Mnajua tulikuwa tumewekewa insurance tukienda hospitali kupata watoto. Tulikuwa na insurance yetu tulikuwa tunaita Linda Mama. Sasa Linda Mama imesimamishwa. Ukiwa na mtoto anataka kutoka hata kama ni saa hii, wewe huna insurance ya Linda Mama sababu serikali ya Kenya Kwanza imesimamisha hiyo Linda Mama. Sasa nawauliza wamama, mtoto akitaka kutoka anangojea Julai? Tuliambiwa tungojee Julai. Ate ndio hiyo insurance nyingine ya serikali itapata kazi, itapata nguvu. Wewe mama unajua huyo mtoto akitaka kutoka ni saa hiyo. Tutangoja Julai. Kwa hivyo tunasema maneno ya kukata Linda Mama kwa wamama wajawazito ni nini? Maneno ya kukata kadi ya Linda Mama ya wamama wajawazito wa Kenya ni nini? Ya mwisho, huyu mheshimiwa wenyu wa Mboka najua anawapeanga basari. Lakini nimesikia hapa watu wakisema mimi sikupata, huyu hakupata. Ni ukweli? Hata kwetu Githunguri ni hivyo tu. Pesa kidogo, watu wengi. Tukajaribu kuleta ile agenda ya one man, one shilling, one vote. Ndio wale watu ambao ni wengi kama hapa Bumula, mupewe pesa nyingi ambayo itatosha watoto wenu kwa sababu munalipa kodi. Wabunge ambao wanaimba wimbo ya serikali wakashikana kule bunge wakasema hiyo haitapita, na ni ukweli ikatupiliwa mbali. Sasa huyu mjumbe wenu anaweza kuwaambia tuko mwezi wa 4, tumebakisha miezi 2,
tufunge mwaka wa serikali. Huyu mjumbe wenu hajapewa pesa ya CDF ambayo anafaa kuwaletea. Tumebakia miezi 2 tufunge mwaka. Mashule yenu, pesa ile inatumwa kwa mashule yenu inaitwa capitation, pesa ya walimu na mashule. Pesa ya last year serikali ya Kenya Kwanza haijalipa pesa 38 billion. Haijalipa pesa ya last year. Siongei maneno ya 2024, naongea maneno ya 2023. Sasa Karibu Hamisi akisema hapa tunafaa tuoshe, amekosea? Situoshe. Situoshe. Muko tayari? Muko tayari? Ya mwisho, lazima tukubaliane. Ile uhuru niko nayo leo hapa, kuna wale waliipigania. Ile uhuru ya kuwa mjumbe mama kuchaguliwa Kenya, hiyo demokrasia, kuna wale walipigania. Hiyo multi-party democracy ambayo imetupatia hapa team ground, tumekuja watu wa Jubilee, hapa kuna mtu wa UDA kama mimi, hapa kuna watu wa DAP, kuna watu wa ODM. Hiyo demokrasia ilipiganiwa na watu na damu yao. Hatuwezi kaa kidete wakati Kenya yetu inaharibiwa na watu wachache. Kwa hivyo 4th generation ambao wanapigania economic liberation, freeing the generation from the chains of economic oppression, ndio imenileta hapa mimi. Sijafika Bumula tena, nimefika hapa kwa sababu nataka kuwa mmoja wa wale wa mama ambao watasoma kwa historia ya Kenya ya kwamba tulipigania ule mzee apewe pesa yake ya ukongwe na apewe haki yake akiwa mkongwe. Ndio maana nimefika hapa. Nimefika hapa ndio ijulikane ya kwamba mimi ni mama. Nasikia uchungu nikisikia wamama wangu wenzangu wanafiwa na watoto wao wakiwa kwa maternity bila kadi ya linda mama. Ndio maana nimekuja hapa ndio nikutetee wewe mama, urudishiwe haki yako ya kupata mtoto wako bila kuwekewa vikwazo na serikali. Watu wa Bumula, mtashikilia hawa wajumbe ambao wamejitolea kwa haki na damu. Mtawashikilia. Mtatuombea. Ya mwisho nikimaliza, huyu kijana yetu huyu wa Mboka huyu, mimi sijawahi ona mjumbe mwanaume ambaye analeta wamama pamoja wajane ati anataka kuwasaidia na ng'ombe. Haki ya Mungu, hii ni maneno sijawahi ona. Si huyu ni mjumbe wa maana sana? Hii maneno ya kuleta wamama pamoja ni ya wamama, women rep, deputy governor women na wamama kama sisi. Amechukua jukumu ya kulia na wewe mama mjane. Nataka uchukue mkono wako juu hivi. Tubariki huyu mjumbe wetu. Tumeongea siasa sana. Nataka tubariki mjumbe wetu. Kama ungetaka mtoto wako afikie Wamboka, siku moja awe MP kama Wamboka, chukua mkono wako kwa mapenzi. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come before you this afternoon in greatness and in humility, oh Lord. Tuagushokeria gatho, tunakurudishia shukurani kwa huyu mjumbe wetu. Tunakushukuru kwa hii muradi ambaye ameanza hapa Bumula. Huyu muradi wa kunufaisha maisha ya wajane na wamama na familia zao. Heavenly Father, unajua pahali ametoa pesa ya kufanya huu muradi. Tunamuombea ya kwamba pahali ametoa atapata kila mwaka na ataeneza huu muradi kwa wodi zote za constituency hii. We are praying for his favor in your eyes. We pray that you continue giving him wisdom and giving him knowledge. And most of all, Lord, we pray that you continue protecting him and giving him all he requires. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Na kwa sababu ninasikia kunyenyekea sana, mimi nitaenda Githunguri na nitatengeneza mkutano wa wamama wajane, na nitahakikisha ya kwamba nitafanya vile nimesoma leo. Huyu ni mjumbe mpya katika bunge la taifa. Mimi ni mjumbe ambaye amekaa lakini nimesoma leo na nimekuwa challenge.
Just a minute. Goja kidogo. Ng'ombe zinazokuja ni za Wamboka. Nataka kuongezea zangu. Niongezee ama nigojee? Niongezee.